Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza nasema kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Rudia tena. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kuna wakati tunajiuliza, ninawezaje mimi nikawa na nguvu ya Mungu? Ninaipataje nguvu za Mungu? Wajua tuna dhana mbalimbali, tuna mawazo mbalimbali ya kutafuta ile nguvu ya Mungu. Kwa tunapoongea habari ya msalaba au ujumbe wake, hauishii kwenye hekima na kweli, lakini ni ile nguvu ya Mungu itendayo kazi ishukayo ili kuondoa magonjwa, ili kuponya, ili kuokoa, ili kufukuza pepo wachafu na kuwafungua watu kutoka nguvu ya dhambi. Kwa tunapoongea msalaba, tunatafuta ile nguvu ya Mungu inayofanya kazi. Bila nguvu ya Mungu, Yesu asingepanda msalabani. Tunaona wakati anaomba kule, alifika mahali akachoka. Mungu akamtumia malaika akamtia nguvu, apate ujasiri wa kuendelea. Kwa kuna mahali bila nguvu ya Mungu kuhusika, hatuwezi kupenya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuliona hili ukifuatilia matukio yaliyotokea pale msalabani. Yesu alipitia mateso ya kiroho na kimwili ili sisi tubadili mtazamo wa kuwa na maisha hayo, na badala yake kuleta upendo na kujaliana. Mara nyingi tunapoongea habari ya msalaba, huwa hatumhusishi, tunapoongea habari za Yesu kusulubiwa, huwa hatuangalii msalaba. Lakini kwenye ule msalaba ilibidi lazima Yesu afe, na alijionyesha toka mwanzo kwamba angepigwa msalabani. Na kwenye ule msalaba anasema kwamba ilikuwa kama madhabahu ambapo yeye ndo alitolewa dhabihu, kwa sababu hakuna sadaka inayotolewa haiwani, lazima itolewe mahali. Kwa hiyo kwenye msalaba ndiyo ilikuwa madhabahu ya nani? Ya Yesu. Alipokwenda akauawa, akangomelewa maji, damu ikamwagika pale, ilikuwa madhabahu yake. Na kwenye ule msalaba hakupita kiresi kama tunavyofikiria. Unajua unapoonyesha hizi picha wanazozichora Yesu amesulubiwa, huwa wanaweka kakitambaa hapa. Lakini katika uhalisia walikuwa wanasulubiwa uchi wa mnyama. Bwana asifiwe. Sasa fikiria ni mwana wa nani? Wa Mungu, ambaye amefanya mambo makubwa, amewalisha watu, amewapigania watu, watu wameokoka, watu wameponywa, watu wamefufuka. Lakini kwa ajili ya dhambi iliyokuwa kwa mwanadamu walimsulubisha Yesu. Na adui alifanya hivyo akijua kabisa kwamba anamaliza Yesu. Hakujua kwamba kwa kufanya vile anajimaliza yeye. Kwa nataka Mungu akusaidie uone ni wapi tunakosea mpaka tunazozo nguo haziwezekani. Ni hapo tunashindwa kupenda. Bwana asifiwe. Yesu anatutaka tuone madhara ya dhambi kwa maisha ya mwanadamu kwa macho ya huruma, na kusikia kilio cha watu wanaougua kwa mateso. Kwa sababu Yesu alikwenda msalabani kusema kitu kimoja tu, alituangalia wanadamu akatuhurumia. Akaona hatuna jinsi ya kupata msaada wowote. Akaona ndio tunapopitia kwenye mateso, tunapopitia kwenye dhiki, tunapotumikishwa na adui. Yesu alikwenda msalabani si kwa sababu kitu chochote, ila alikuwa anataka aonyeshe jinsi anavyotuhurumia na jinsi ambavyo watu wanalia, watu wanavyougua kwa mateso. Kwa akaamua kupeleka msalabani ili yale mateso yaishe, yale magonjwa yaishe, dhiki ziishe. Kwa lengo la kwenda msalabani kwa Yesu ilikuwa ni kutufundisha wanadamu namna ya kuwa na huruma kwa ajili ya watu wengine, namna ya kuwa na moyo wa rehema kwa ajili ya watu wengine, namna ya kuhurumia watu wengine. Ndiyo lengo la Yesu kwenda msalabani. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni njia ngumu, lakini ilikuwa hakuna njia ambayo angeifanya tukamwelewa. Sasa pamoja na Yesu alituonyesha mfano. Biblia inasema kwamba yeye alikuwa kielelezo chetu. Alipokuwa anafanya kila kitu ilikuwa ni kutuachia kielelezo. Alipotuhurumia atuachia kielelezo.
Alipoturehemu atuachie kielelezo, alipoonyesha upendo atuachie kielelezo, ili na sisi sasa tuweze kufanya hivyo kwa watu ambao wanateseka, kwa watu ambao wana dhiki, kwa watu ambao wana vilio, wanaougua. Baada ya kufanya hayo, sisi kama Wakristo, inakuwa ni dhambi ya kuchukiza machoni pa Kristo mtu asipoweza kusikia sauti ya kuugua kwa wenzake. Yaani kama huwezi kufika mahali ukawahurumia wale ambao wana shida, ukaonea huruma wale ambao wana mateso, kwa sababu yeye anatufundisha kuwa watu wamefungwa na dhambi, watu wamefungwa na magonjwa, watu wana mambo mbalimbali na wako katika dhiki na uhitaji mkuu. Lakini sasa hivi Wakristo sasa hivi kuna mazao anapita, ni kama unainua nini, bendera unashangilia, tumuone, anajifanya wa kiroho, tumuone. Na hii inachangiwa sana kwa siku hizi, kwa sababu pia hatuko makini, tunakuwa katika hatari kwa sababu ya kutokuwa na makini kwa ajili ya huzuni na mateso ya watu walioko ulimwenguni, kwa sababu ya vyombo vya habari pamoja na vyombo vya burudani ambavyo vyenyewe vinatoa taarifa, vinaonyesha uchafu na vurugu kwa ajili ya burudani. Yaani watu wanapigana, watu wanauana. Chukulia tu mfano, gari limepata ajali. Badala ya watu waende wakatoe msaada kwa wale majeruhi, watu wanapiga nini? Picha na kuzisambaza. Ulikuwa ukiangalia wakati vita vya Israeli vimeanza, watu waliokuwa wanabakwa, yaani wanapiga picha anasambaza. Yaani watu wa Mungu sasa hivi tunafurahia watu wanaopita kwenye nini? Kwenye majanga. Na ni kitu ambacho Mungu hakipendi. Unasema natoa taarifa, unampa taarifa mtu ya nini? Imsaidie nini? Mtu anapokuwa labda anaumwa, mtu labda anapokuwa amepata ajali, mtu anapokuwa ameibiwa, huwa unapiga picha unamtumia nani? Badala ya kumhurumia yule mtu, utaona kumsaidia ni kama unatangaza. Alafu shetani anafanya tunaona kwamba ni maendeleo. Wapendwa, sio maendeleo. Kwa Mungu hilo ni nini? Ni chukizo. Bwana asifiwe. Yesu angetaka kuonyesha watu walikuwa wanateseka zamani, lakini Yesu hata aliowaponya alikuwa anawaambia msiseme. Leo watu wakiomboa na mapepo, sio tunapiga picha tunarusha kwenye mitandao. Hivyo nafikiri yule mtu anajionaje akiona ile picha? Alivyokuwa na gaga, alivyokuwa anafunikwa nguo. Unajua kuna vitu ambavyo tunaviona sisi kama ni maendeleo, lakini ni chukizo mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu lazima apende watu, na ndio nasema kwamba ukiona pale msalabani kuna mtu uliosimama, unaonyesha kwamba uhusiano wako wewe na nani? Na Mungu. Alafu kuna ule mtu melala hivi, anasema uhusiano wako wewe na watu wengine. Kwa kama unapompenda Mungu, lazima uwapende na watu wengine. Huwezi kuishia kumpenda Mungu peke yake. Ndio nasema kwamba wewe sio kwamba nampenda Mungu wakati wale unaona unawachukia, haiwezekani. Kwa hiyo ndio kazi ya msalaba Yesu alikuja kuonyesha. Yesu alistahimili mateso ya rohoni na ya mwilini kwa ajili yetu. Kwa neema tunaipokea kutoka kwa Yesu kuanzia pale msalabani. Tunapokea upendo, tunapokea rehema, tunapokea huruma kwa ajili ya sisi ambao tuko katika dhiki, tuko katika kuonewa, huku tukiongozwa na Roho Mtakatifu ndani yetu, na sio kufanya mioyo yetu kuwa migumu. Kwa tunaona baada ya mateso Yesu alitangazia ushindi kwa kusema imekwisha. Baada ya mateso Yesu hakutangaza ushindi wakati anatembea na wanafunzi, hakutangaza ushindi wakati amefufuka. Alitangaza ushindi akiwa msalabani.
Bwana asifiwe. Na ndio maana tunasema kwamba anayetaka kunifuata lazima afanye nini? Ajikane, alafu auchukue msalaba ajitwishe kila siku. Kwa hatuwezi kutenganisha msalaba na hali yetu ya maisha ya kiroho. Hatuwezi kutenganisha msalaba na Yesu. Msalaba ni wa muhimu kwa Mkristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kabla hajasema aliposema imekwisha, alisema kabla ya kuweka roho yake kwa Baba. Kwa hiyo aliposema imekwisha, akaiweka roho kwa mkono na nani? Ya Baba yake, akaondoka. Sasa hayo yote ni mafundisho ya kuelewa msalaba. Ndio maana Paulo alisema katika Galatia 6:14. Galatia 6:14. Akasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Ulimwengu unasulubishwa kwetu na sisi tunasulubishwa katika ulimwengu kwa msalaba. Na ndio maana ukiombea pepo likigoma, shusha msalaba wa Yesu, huwa linaondoka. Yaani alichukui round. Yaani msalaba una nguvu. Wewe taja tu msalaba. Umekemea pepo limegoma, shusha tu msalaba wa Yesu. Lakini usishusha kwa sababu unaozungumza, uwe unaelewa utendaji wa kazi uliofanyika pale msalabani. Bwana asifiwe. Kwa uthamini msalaba wa Kristo. Tunasema msalaba kwa sababu kulikuwa na msalaba mingi. Mmoja upande wa kulia, mwingine upande wa wapi?